Hebu naomba tuulizane maswali blaza. Kati yenu nyinyi hapa wote mliopo hapa, nani hapa ishawahi kuwa na kidonda? Nani hapa? Nafikiri hapa kila mtu ashakuwa na kidonda. Ni mara ngapi umempiga nzi na kofi na bado anarudi kwenye kile kidonda? Uliwahi kujiuliza ni kwa sababu gani anakuja kwenye kile kidonda? Ulitakiwa uelewe hivi, anakuja kwenye kile kidonda kwa sababu pale ndo anapopata chakula chake. Kila unapompiga kofi ataondoka, atarudi. Na ukimuua yule aliyeko jirani yake pale naye atakuja kula pale. Ukitaka raha kile kidonda unatakiwa wewe ukihamishe kwenye ule mguu, huyo nzi hatakuja kukusumbua. Kwa mfano, machinga haji Kariakoo kwa sababu anaifuata Kariakoo kama mji. Sisi hatuji kushangaa magorofa haya. Kama ni magorofa hata kwenye TV tunayaona. Kwenye movie za Kihindi tunaona kina Krishna wanaruka juu ya magorofa. Tumeona vizuri? Machinga anakuja Kariakoo kwa sababu ndio sehemu nyepesi ambayo mzunguko wa pesa upo. Yaani money circulation hapa Kariakoo ipo. Sasa kama serikali inaweza iondoe money circulation hapa, ihamishie hata Tegeta. Machinga hakai hapa Kariakoo na kuambia kisha gundua kama kule Tegeta kuna mzunguko wa fedha, machinga ataenda kule. Na ndio maana Mheshimiwa Rais aliyefariki hayati JPM sawa, aliweka wazi kabisa akasema hivi, machinga mkisema muhamishe mwapeleke sehemu za mbali, hamtokuwa mmewatendea haki. Kwa sababu gani? Inatakiwa muwekee mazingira yale, kwa mfano sehemu yenye soko kama hilo hapo, muwatengee mazingira yao, kwa sababu wao wanauza kwa watu, hawaendi kuuzia miti wala hawauzii wanyama. Tungetaka kuuzia wanyama au miti, tungeenda Serengeti. Tumeona vizuri? Kwa nini huyu mtu anakuja kuuza karibu na barabara? Kwa sababu hapo ndipo panapopita watu. Sasa tatizo tukiingia kwenye zile road reserve, ni kweli hilo ni tatizo, tukatai. Sisi tumeona vizuri. Lakini serikali wajibu wako ni nini? Ni kukaa ofisini? Sikuja kuambia watu jamani sasa kama hapo umekaa hivi basi rudi nyuma kidogo. Tumeona vizuri. Ili hao watu wanaopita hapa hata utakapokuwa unamuuzia asikudondoshee kitu mkaingia kwenye migogoro. Sawa? Lakini sio kumwambia kwamba hama. Mimi nakwambia ukweli, lazima tuangalie kihistoria. Issue ya wamachinga ni ya muda mrefu na umekuja uongozi mwingi sana. Hakuna uongozi ambao ulikuwa ni mgumu kwa wamachinga. Hawa walioko hapa wanajua kama kipindi kile cha Makamba. Tumeona vizuri. Swali linakuja, aliwaondoa. Yaani ni hivi, jana wamewatoa watu kule Msimbazi kule. Nenda leo kama huwakuti. Yupo kwenye kidonda pale, utapiga utaua. Yaani pale ni nzi upo kwenye kidonda, ukitaka kuweza mchukua yule pale, mpeleke sehemu ambayo akifika pale, kwa mfano mimi nilikuwa nauza sehemu napata shilingi 7,000. Niende sehemu nikauze nipate shilingi 8,000. Uwezo kurudisha kwenye shilingi 7,000. Na koma kwenye 7,000 kwa sababu kila unaponipeleka kwenye yale magorofa kule nakuta ni patupu, nitamuuzia nani? Sawa. Kwa hiyo isiwe taarifa zinazochukuliwa zote mimi nazoziona kwanza ziko biased. Kwa sababu gani? Taarifa zote zimeelemea upande mmoja tu wa serikali. Hebu mwe mnaangalia kwamba haya leo hii tuangalie tena jambo lingine.